Habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo. Suhail Mohamed Al-Mazrui, waziri wa nishati na miundombinu, ameongoza wajumbe wa Falme za Kiarabu walioshiriki katika mkutano wa 23 wa mawaziri wa nyumba wa GCC uliofanyika nchini Kuwait. Wakati huo huo, Falme za Kiarabu inashiriki katika banda la kitaifa kwa mara ya kwanza katika toleo la 6 la wiki ya mambo ya ndani na ubunifu wa Moscow iliyofunguliwa jana na itaendelea hadi Mei 25 kwenye ukumbi wa maonyesho ya Kati Manege huko Moscow. Mamlaka ya maendeleo ya jamii ya Dubai CDA imetia saini mkataba wa kimkakati na Masir Initiatives ili kuimarisha ushirikishwaji na ushiriki wa jamii kwa watu wenye maazimio kupitia program za kitamaduni na uhamasishaji. Habari za biashara. ADNOC imetangaza kuwa mpango wake wa thamani ya nchini ICV umechangia katika uundaji wa nafasi za kazi 17,000 kwa talanta za Emirati kwa ushirikiano wa washirika wake wa kimkakati katika sekta ya kibinafsi. Kituo cha bidhaa mbalimbali cha Dubai DMCC kimeripoti kuongezeka kwa 13% kwa kampuni za Singapore zinazojiunga kimataifa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita na kusisitiza kuongezeka kwa uhusiano wa kiuchumi kati ya Falme za Kiarabu na Singapore. Manispaa ya Dubai imetia saini makubaliano ya dira milioni 150 na Dubai Kusini kujenga handaki la pili la maji ya mvua na kuendeleza msukumo wa Emirati kwa miundombinu iliyo tayari siku zijazo na ukuaji endelevu wa mji. Habari za kimataifa. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alikutana na viongozi wa Lebanon akiwemo Waziri Mkuu Nawaf Salam na Spika wa Bunge Nabi Berri alipokuwa akiendelea ziara yake mjini Beirut jana. Mashambulizi ya Israel yameua takriban watu 85 huko Gaza tangu alfajiri ya Alhamis na majeruhi wanaendelea kuongezeka huku kukiwa na mashambulio ya mara kwa mara. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulibatilisha uwezo wa chuo kikuu cha Harvard kuandikisha wanafunzi wa kimataifa na kuwalazimisha wanafunzi wa sasa wa kigeni kuhamia shule nyingine au kupoteza hadhi yao ya kisheria. Habari za michezo. Umoja wa Falme za Kiarabu wamekuwa na wakati mzuri katika safari yao ya cricket kwa kupata ushindi wao wa kwanza kabisa wa mfululizo wa T20 dhidi ya Bangladesh. Ushindi huo wa kihistoria ulidhihirisha katika mji wa Sharjah ambapo wenyeji walirejea kutoka kwa kichapo cha kwanza na kupata mechi mbili zilizofuata na kumaliza mfululizo 2-1. Kwa haya na zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.dailytimes.ae. Uwe na wakati mwema.